Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Wacha tuendelee. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 16, Biblia inasema hivi: tulipokea neema juu ya neema, kama tulivyosikia tangu mwanzo, na tutaendelea kusikia habari za neema tena. Wacha nizungumzie, ndio maana ujumbe huu hauishi. Kila wakati tunaposikia neema ni kama Mungu anafunua tena upya habari ya jambo hili linalozungumzwa, habari ya neema. Wacha nizungumze wapendwa. Neema ni pana mno kuliko tunavyofikiri, kuliko tunavyowaza. Biblia inaishia tu kusema tulipokea neema juu ya neema. Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Iko neema ambayo inatoka ndani ya Yesu Kristo. Ijapokuwa wakati huu tunaishi kwenye kipindi cha neema, lakini nataka nikwambie mpendwa, neema hii tunaipata kupitia kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Ndio maana maandiko yanasema neema iliyo katika Yesu Kristo. Pasipo Yesu Kristo hakuna neema. Torati ilikuwepo lakini haikusaidia. Torati ilikuwepo lakini haikusaidia chochote kile. Watu waliendelea kuishi maisha yao ya kawaida wanayoweza kuyaishi. Waliendelea kuishi kwenye dhambi japokuwa wanafahamu, japokuwa wanajua hili dhambi, waliendelea kuishi hapo. Mungu akaona hivi, niwaletee msaada, na msaada ni kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Ndio maana maandiko yanasema hivi, neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Maana kwenye msalaba wa Yesu Kristo ndani yake kuna kifaa kinaitwa neema. Yesu wakati anasulubiwa, watu waliona tu kwa nje Yesu anasulubiwa, lakini ndani ya huo msalaba kuna kifaa kilikuwa kinajitengeneza baada ya kifo cha Yesu Kristo, kinaitwa neema iletayo wokovu. Na neema hii tunaipata ndani ya Yesu Kristo. Na ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Efeso sura ya 2, mmeokolewa kwa neema, sio matendo yetu, sio juhudi zetu, sio nguvu zetu, ni neema. Wacha nirudi nyuma tena kidogo. Biblia inasema hivi, tunapokea neema juu ya neema. Kwa nini Biblia inasema tunapokea neema juu ya neema? Kuna neema mbalimbali ndani ya Yesu Kristo. Kuna neema mbalimbali. Wakristo wengi wanaishia tu kujua neema ambayo Yesu ameizungumza kwenye kitabu cha Sala ya Baba, salini hivi. Wanapoomba kwa ajili ya mahitaji yao, Mungu anawabariki, wanapata mahitaji yao, wanapata uponyaji wao, wanaepushwa na majaribu mbalimbali, wanaishia hapo tu peke yake. Lakini maandiko yanasema hivi, tunapokea neema juu ya neema. Kwa nini Biblia inasema tunapokea neema juu ya neema? Andiko hilo linatokana na kwenye kitabu cha Waebrania. Maandiko yanasema ya kwamba itakuwa siku zile nitafanya agano jipya kwenye mioyo ya watu wao, nitaandika sheria yangu ndani ya mioyo yao. Na unaposoma kwenye kitabu cha Wakolosai 1 sura ya 1 mstari wa 6, imeandikwa hivi, niliaminilo ndilo hili, yeye aliyeanza kazi njema ndani ya mioyo yenu ataimaliza hata siku ya Yesu Kristo. Kazi ipi hiyo imeanzwa kwenye mioyo yetu? Kazi ipi hiyo? Ni kazi ya msalaba wa Yesu Kristo inayofunua neema ya Yesu Kristo. Na unapoendelea kusoma pia kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 9, maandiko yanasema hivi, ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema. Huu moyo unafanywa imara kwa neema. Unafanywaje imara? Unaporejea kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 1, kadri Mungu anavyofanya kazi kwenye moyo wako, tabia ya mwili, tabia ya dhambi inaenda inaanguka, inapotea. Kama vile Mungu alivyoandika sheria kwenye zile mbao, amri 10, hiyo kazi inapofanyika kwenye moyo wako, Mungu anaiandika sheria yake ndani ya moyo wako. Na ile sheria inapojiandika ndani ya moyo wako ni kazi ya neema. Sio haijiandiki kama kwenye vibao vya mawe. Ikijiandika, acha uzinzi. Ikijiandika kwenye moyo, nguvu ya zinaa inaisha. Ikijiandika kwenye moyo, acha uchoyo. Ikijiandika kwenye moyo, uchoyo unaisha. Ikijiandika kwenye moyo, acha tabia yoyote ile. Nataka nikwambie, tabia hiyo inaishia pale. Ndio maana maandiko yanasema hivi, iko kazi Mungu anafanya kwenye mioyo yetu kupitia neema ya Kristo. Ndio maana maandiko yanasema tumepokea neema juu ya neema. Na tena Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 14, hiyo neema ina kazi ya kuharibu nguvu ya dhambi. Yaani ukiona Wakristo wengi wanaishi kwenye dhambi, ni kwa sababu neema imepungua. Unaposema kwenye kitabu cha Warumi, maandiko yanasema hamtakuwa chini ya dhambi, maana neema ya Mungu iko ndani
ndani yenu. Wala dhambi haitawatawala, maana neema ya Mungu iko ndani yenu. Wakati neema ya Mungu inatawala kwenye moyo wa mtu, dhambi haina nguvu. Wakati neema ya Kristo inatawala kwenye maisha ya mtu, dhambi inakufa yenyewe. Yaani dhambi inaishiwa nguvu kabisa. Unapewa neema wakati huo ya kuishi maisha matakatifu. Dhambi inapata nguvu wakati neema ya Kristo inapokosekana kwenye moyo wa mtu. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 15, Paulo anajaribu kuonyesha uwezo wa neema, anajaribu kuonyesha nguvu ya neema. Hapa anawaandikia Wakorintho, anasema hivi: neema hiyo ikiongezwa, watu wengi watoe shukrani kwa Mungu. Neema hiyo ikiongezwa ndani hayo. Kumbe neema ya Mungu inaweza ikaongezeka ndani ya mtu anaporuhusu kazi ya msalaba wa Yesu Kristo, anaporuhusu mkono wa Yesu ufanye kazi, tabia za mwili zinapopotea. Nataka nikwambie, hali ya tabia ya dhambi inapoendelea kuisha na kupotea, neema hiyo inapoongezwa kwenye moyo, ni wakati Kristo anafanya kazi yake kwenye moyo, kuiandika sheria yake kwenye moyo wako. Tabia yako wakati huo inabadilika. Hali yako wakati huo inabadilika. Maisha yako yanaathiriwa na hiyo hali ya neema. Badala ya kuishi kama dunia inavyoishi, unashangaa unaanza kuishi kama Yesu alivyoishi akiwa hapa duniani. Biblia inasema hivi: neema inaweza ikaongezwa au neema inaweza ikapungua. Ndio maana Paulo anasema hivi, hiyo neema ikiongezwa, pengine maandiko hayo hujawahi kuyasoma, kayasoma tena kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 15. Neema inaweza ikaongezeka au neema inaweza ikapungua. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 15, maandiko yanasema hivi: mkiangalia mtu asipungukie neema ya Mungu. Kwa hiyo neema inaweza ikaongezwa ndani ya moyo wako au neema inaweza ikapungua. Usiporuhusu kazi ya Mungu ifanyike ndani ya moyo wako, neema inaweza ikapungua au neema inaweza ikaongezeka wakati unaendelea kuruhusu kazi ya Mungu ndani ya moyo wako. Biblia inaendelea kueleza habari ya wingi wa neema ya Kristo, ya kwamba kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 14, wao wenyewe wanawaonea shauku kwa neema iliyoongezwa sana ndani ya mioyo yenu, wakitamani hiyo neema iliyoko ndani ya mioyo yenu. Wakati Mungu anafanya kazi kwenye maisha yako, neema ya Mungu lazima itaongezeka. Hali yako itabadilika, tabia yako itabadilika. Watu walioona maisha yako ya zamani wataona maisha yako yamebadilika. Wataona wewe ni mtu mwingine kabisa. Watajua huyu zamani alikuwa ni mchoyo, huyu zamani alikuwa ni mzinzi, huyu zamani alikuwa ni mtukanaji, huyu zamani alikuwa anapigana. Wataanza kuona matunda mengine ya maisha yaliyobadilishwa. Wanaanza kuona imekuwa kwaje? Mbona mimi siwezi hapo? Ni kazi ya neema ya Kristo kwenye moyo wetu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni kazi ya Kristo kwenye mioyo yetu. Hiyo neema pia inamsaidia mtu aliyeokoka kwenye mahitaji yake ya kawaida. Wakati wa uhitaji wako, unapomlilia Bwana, ndio maana maandiko yanasema hivi: na tukaribia kiti cha rehema ili tupate rehema na ili tuweze kupata neema kwa ajili ya mahitaji yetu. Kwa hiyo neema pia inashughulika na mahitaji yetu ya kawaida. Neema iliyo katika Yesu Kristo. Lakini neema iliyo katika Yesu Kristo haishii tu hapo. Wacha nikwambie ndugu yangu mpendwa, wakawa wa Makedonia, wakati Mungu ameshughulika na mioyo yao ili wafanye wa Makedonia wawe na hali ya utofauti kabisa na watu wengine katika hali ya utoaji wao. Utoaji wa watu wa Makedonia uliambatana kazi ya Kristo kwenye mioyo yao. Unaposoma Wakorintho wa pili sura ile ya 8, maandiko yanaendelea kusema mstari wa 1 mpaka wa 5, nataka niwaarifu neema ya makanisa ya Makedonia jinsi ilivyokuwa kwenye mioyo ya watu, hali ya utoaji wao na umasikini wao, na vile walivyokuwa wakijaribiwa katika hali ya umasikini wao, lakini kwa furaha kubwa waliweza kumtolea Bwana kwa sababu Mungu alikuwa amefanya kazi ndani ya mioyo yao. Walitoa maisha yao kwa Kristo, lakini pia walitoa maisha yao kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Wacha nikwambie, bila kazi ya Kristo kwenye moyo wako, yako maeneo utapelea tu, yako maeneo utashindwa. Ndio maana tunahitaji neema ya Kristo, na ndio maana Mungu amemtuma Yesu Kristo aje duniani
Ndio maana Mungu amemtuma Yesu Kristo. Jambo kubwa kuliko yote katika maisha ya mtu aliyeokoka ni neema ya Kristo itawale maisha yako. Ni neema ya Kristo yamiliki maisha yako. Ni neema ya Kristo iendelee kuongezeka katika maisha yako. Na neema hiyo Biblia inasema hivi, ndio inayoweza kutufundisha kukataa ubaya wa kila aina hapa duniani. Unaposoma kwenye kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11, anasema neema hiyo inaweza kutufundisha kukataa tamaa za dunia, kukataa tamaa za mwili, ili tuweze kuishi maisha yanayompendeza Mungu tukiwa hapa duniani. Haleluya. Haleluya.